Karibu kusikiliza na kutazama makala fupi ya namna kilimo na ufugaji ilivyokuwa nguzo ya uchumi wa halmashauri ya wilaya ya Ludewa. Msimuliaji wako ni mimi Franco Mosha, afisa habari wa halmashauri ya wilaya ya Ludewa. Karibu. Wilaya ya Ludewa imebarikiwa kuwa na ardhi yenye rutuba na mazingira rafiki yanayowezesha maendeleo ya sekta ya kilimo pamoja na ufugaji, ambazo zimeendelea kuwa chanzo kikuu cha ajira, chakula na kipato kwa wananchi hao. Fursa ya kilimo cha kahawa, kuna fursa ya kilimo cha parachichi. Naomba tuingie miguu yote miwili, tulime hayo mazao, yatatukuza. Kijana leo hii pia kuna kilimo cha pareto nacho huku kinafanya vizuri, lakini haya mazao mengine ambayo ni ya kudumu ya muda mrefu, niwaombe vijana wenzangu, hakikisha ya kwamba kwenye mashamba yako una parachichi, una kahawa. Utakuja kunikumbuka baadaye. Ipo siku utakosa uwezo wa kuinuka na kupambana kwenda kufanya kazi za kilimo, lakini itakuwa ni kazi kwenda tu kuchuma na maisha mengine yakaendelea. Kwa hiyo tusijifungie kwenye mlango wa zao moja tu peke yake. Hapa focus yetu ni nini? Ni hii program ambayo tumeanzisha ugawaji wa miche. Na wakulima kule tunapoenda kutoza ushuru na kodi, tunacho cha kusema. Tunatoza ushuru jamani, si mnaona tuligawa ile miche? Yes. Inaonekana, si mnaona tulifanya 1 2 3, inaonekana. Hapa ni kwenye eneo la kilimo, lakini mifugo itakachotutoa ni vizimba kule. Uvuvi. Vile vizimba vile tukivisimamia vizuri, tutaenda navyo vizuri, vitatutoa. Na kama ambavyo nilivyosema, ili kuwa na nani, tuwekeze na sisi. Kule ukiwekeza kule, utaenda kwa ajili ya shughuli ya serikali na kwako pia una uchungu. Itakulazimu wewe uende kule. Kwa hiyo mimi nadhani hebu tuyasimamie hivi vitu. Nataka tuwe kwenye scale ambayo ni kubwa. Ni kweli. Hata mwakani natarajia wakati wa ugawaji wa hii miche tumuite mkuu wa mkoa. Sasa muone namna ambavyo tunatakiwa tujipange. Kama mlikuwa mnajua ni kitu kidogo, sasa tujipange. Kwenye ugawaji safari tumefanya viongozi. Safari hii miche ambayo ni natarajia itakuwa ni 15 kwa mpango ambao tumenani. Hii miche 15. Katika kuongeza tija ya uzalishaji, halmashauri ya wilaya Ludewa imeendelea kugharamia na kusambaza mbegu bora, viuatilifu pamoja na miche ya mazao mbalimbali kwa wananchi wake bila malipo, huku maafisa wa ugani wakiendelea kuwafikia wakulima hao na kuwapa elimu ya kilimo bora na matumizi ya teknolojia ya kisasa. Lengo ni kuongeza uzalishaji wa mazao ya kibiashara yenye ushindani mkubwa sokoni, ikiwemo parachichi, karanga za maua, kahawa, chai, mihogo, ufuta na mazao mengine mengi ya kibiashara. Zao la karanga inawezekana mlikuwa mnalima kama zao la nyongeza, kwamba ni mnazilima tu, lakini zile karanga ndugu zangu zimependwa na watu wengi sana. Watu wengi mno. Kila anayekuja wilayani, na mara nyingi nimekuwa nikiviita vikundi ambavyo vina zile karanga ili kuonyesha sio viongozi, sio wafanyabiashara, zimeonekana ni karanga za kipekee. Ndugu zangu, ni waombe katika zao pia la kimkakati ni pamoja na karanga. Ni waombe sana, tusile karanga zote, tusiuze karanga zote, tuzipande. Na ni waahidi kama wale viongozi na vena zenu zitaendelea kudumu vizuri, kwamba nitaendelea kuwepo na nyinyi, nitawatafutia soko zuri la karanga. Parachichi leo hii ni biashara, hata hizo karanga. Ndugu zangu, ni waombe kitu kimoja, Mkongobaki tutengeneze, na hata kote nitakokwenda. Mheshimiwa Diwani, ukiniona kabisa ninapiga hotuba ninasahau swala la karanga, ni lazima unikumbushe. Nahitaji Mkongobaki tu eneo ambalo tunazizalisha hizo karanga, zinahitajika mno. Kuna siku mimi niko zangu Dodoma kwa kikao, mtu amenifahamu, mkuu wa wilaya Ludewa, Ludewa mna karanga fulani kubwa zina rangi nyeupe. Zile karanga nazo ni za maana. Hivi majuzi nimewapa mawaziri, wanaanza kupiga simu, bwana baki mzigo fulani ulete. Kwa hiyo
Hii karanga ni ya maana, ni karanga ambayo haipatikani maeneo mengine, na hata hizo mbichi sio kwamba kama nilivyowatonya. Nikwambia kitu kimoja, hiyo mbegu inaenda Mtwara. Yaani iko mbegu kabisa, nitachukua nitapeleka nyumbani kwetu, nako pia ili zao zifanyaje, ni karanga ya kipekee kabisa. Mbali na kilimo, Ludewa imeendelea kufungua ukurasa mpya katika ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba katika mwambao mwa Ziwa Nyasa. Kwa majina naitwa Leonida Francis Masoko, ni afisa uvuvi halmashauri ya wilaya ya Ludewa. Kipekee kabisa tunapenda kutoa shukrani zetu kwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Ludewa pamoja na ofisi ya mkuu wa wilaya wa Ludewa. Mbele yenu hapa nina samaki ambao ni zao la vijana ambao walijiunga katika kundi wakaamua kunufaika na mkopo unaotolewa na halmashauri ya wilaya ya Ludewa 10% mapato ya halmashauri. Mradi huu ningependa niwaelezee kidogo faida ya mradi huu. Kama unavyoona hapa nimeshika samaki mwenye gramu 500. Napenda nielezee kidogo kuhusu mradi huu wa ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba. Baada ya vijana hao kujumuika na kuunda, walifika ofisini wakapata mkopo wa 10% wa halmashauri na wakaamua kufuga samaki. Na mpaka hapa sasa leo mazao yake tunayaona. Na niwaambie tu kwamba kwa mazao haya ni ya muda mfupi na ni ya faida kubwa, ambapo tuliwao vijana waliwastock. Wastock maana yake tunasema ni kuweka vifaranga kwenye vizimba mwezi wa kwanza. Na leo tunaozungumza ni tarehe 31 mwezi wa 5. Kwa hiyo wana miezi 5 na wamefikia uzito huu ambapo ni uzito wa soko kabisa, na wanafaa vizuri kwa kula, kwa kujiinua kiuchumi pamoja na kuboresha afya ya watu wa Ludewa. Mwezi wa kwanza vijana hawa waliweka takribani vifaranga 10,000 kwenye kizimba, na kwa leo tumechukua tu kidogo, tumechukua almost samaki wanaofikia kilogramu 200. Na kutoka asubuhi, maana tumeanza kuuza kama kutoka saa 2 mpaka saa 10 tumeuza almost kilogramu 150. Kwa hiyo nipende tu kuwajulisha kwamba samaki hao wanapendwa na wana soko na wanauzika. Kwa hiyo vijana wote msikate tamaa, iwe ni kuwa inspire nyinyi kuchukua hii mikopo na kuingia kwenye ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba. Niwaase vijana kwamba hii mikopo bado ipo na inaendelea kutolewa. Niwaase vijana wote wa wilaya ya Ludewa, faida yake ni hii hapa, utapata hela, utapata samaki, utapata afya. Mje mjiunge kwenye vikundi, mchukue hii mikopo, tuendelee kufanya ufugaji kwa njia ya vizimba kwa sababu ina manufaa. Na bado serikali, nikimaanisha ofisi ya mkuu wa wilaya ya Ludewa pamoja na mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Ludewa, watakuwa nanyi bega kwa bega kuwasupport katika kutoa mazao haya ya samaki hawa. Majina naitwa John Musa Mkinga, ni kijana kutoka kata ya Makonde, lakini pia ni mhasibu wa kikundi cha Jumbe Maji Group ambacho ni kikundi kutoka kata ya Makonde. Kipekee kabisa niweze kuishukuru halmashauri kupitia mkurugenzi pamoja na ofisi ya DC, lakini bila kusahau halmashauri kupitia baraza la madiwani la msimu uliopita ambao wao walikuja na wazo la ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba. Fursa pekee mikawa imetuangukia sisi kupitia idara ya kilimo, mifugo na uvuvi. Tukawa tunaongea sisi vijana kutoka Makonde ambao tuliunda kikundi na tukapewa mkopo wa halmashauri kupitia ile mikopo ya 10%. Tukawa tumepewa kiasi cha shilingi milioni 26,500,000, hivi ambacho kikatuwezesha kutengeneza kizimba pamoja na kununua vifaranga. Kwa awamu ya kwanza tukawa tumefuga vifaranga kwa idadi ya vifaranga 10,000 ambavyo tuliweka ama tuliviingiza kwenye kizimba na kwanza kufuga ilikuwa ni mwezi wa kwanza, lakini mpaka leo tunazungumzia tumeenda kuvuna saizi hii hapa leo hii tarehe 31, ambao samaki huyu ana gramu 500 sawa na nusu kilo. Kwa hiyo ni ndani ya takriban ya miezi 5. Kwa hiyo kipekee kama kikundi ama kama kiongozi, naomba nitoe shukrani zangu za kipekee kabisa kwa halmashauri kwa support iliyotupa, lakini pia niweze kuwasihi vijana wenzangu
hususan sasa hizi kumekuwa na fursa mbalimbali za mikopo kupitia Wizara ya Vijana na Maendeleo, na hapo pia kuna mikopo. Naomba wajikite kwenye issue ya ufugaji wa samaki wa Vizimba, hususan ukanda wa mwambao. Ni jambo ambalo linaonekanika lina faida na manufaa. Kama sisi leo hii kwa muda mfupi tumekwenda kuvuna, lakini pia kipekee ni washukuru wananchi wa halmashauri ya hapa Ludewa. Toka jana walipoambiwa kutakuwa na mnada wa samaki waliotangaziwa, na wao wamejitokeza kwa kweli. Mpaka muda huu tunaozungumzia tumeanza majira saa 3 hapa funguo na kwanza kuuza, mpaka sasa tumeuza si chini ya kilo 150. Kwa hiyo kipekee ni washukuru wananchi kwa support waliotupa sisi kama vijana, lakini pia nipende kwa kumalizia kwamba sisi kama kikundi tunatoa shukrani kwa support yote kwa ambayo halmashauri wametupa kupitia pia ofisi ya kilimo, mifugo na mifugo. Kwa hiyo mimi niombe vijana wenzangu tujitokeze, fursa ndio hizi. Tumekuwa tukilalamika sana, vijana wengi hawana ajira wala hawana kazi. Kwa hiyo kama halmashauri imetuona na mikopo bado inaendelea kutoa. Kwa hiyo kwa wale ambao bado, naomba wajitokeze na wajikite kwenye ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba. Mambo yanawezekana kama mnavyoona. Asante. Kupitia ushirikiano kati ya serikali kuu na halmashauri, vikundi vya wananchi vinawezeshwa mitaji inayotokana na mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri kila robo ya mwaka, lakini pia mikopo inayotolewa na Wizara ya Maendeleo ya Vijana. Nilikuwa nasikiliza taarifa yao, namna ambavyo mkurugenzi, mwenyekiti wa halmashauri na baraza la madiwani walitenga fedha kwa ajili ya kufanya utafiti. Mimi sijawahi kusikia hiyo. Mara nyingi serikalini watu wakitaka kufanya jambo wanasema hatujaweza kujua mpaka serikali kuja kufanya jambo, lakini nyie mmetenga fedha kufanya utafiti. Utafiti ule matokeo yake yale ndio yameleta sisi kutupa imani ya kuleta hizi fedha hapa katika wilaya ya Ludewa. Lakini pia mheshimiwa mbunge naye kupitia mfuko wake wa jimbo akatenga fedha pia kuhakikisha anaongeza nguvu katika lile jambo. Sasa yale matokeo ya utafiti ndio yametupa ujasiri sisi kama serikali kuu kwa maelekezo ya rais kuja hapa ili kuweka fedha nyingine nyingi zaidi. Kwa naomba niwapongeze sana viongozi ambao mko katika halmashauri kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya. Sasa ndugu wananchi wa kata hii ya Lupingu, leo niko hapa kukabidhi mradi. Mradi huu ambao unagharimu shilingi milioni 400. Shilingi milioni 400 ni pesa nyingi sana. Lakini zote leo tumekuja kuziweka katika kata ya Lupingu, tumekuja kuziweka katika wilaya ya Ludewa. Mheshimiwa Rais alipopita kwenye kampeni aliahidi kwamba anataka kuwezesha vijana na wanawake kwenye masuala ya mitaji. Na hiki tunachokifanya leo ni utekelezaji wa ahadi ambazo Mheshimiwa Rais alizitoa kuhusiana na uwezeshaji kwa vijana na wanawake, hasa katika kuwapatia mitaji. Fedha hizi ambazo zimewekezwa hapa leo ni uwekezaji mkubwa sana ambao matarajio ya serikali ni kuona kwamba unazalisha ajira, lakini uwekezaji huu unaongeza kipato, uwekezaji huu unachochea maendeleo ya wilaya yetu ya Ludewa, lakini pia maendeleo ya mtu mmoja mmoja. Na mikopo hii ambayo tunaitoa ina tofauti kubwa sana ambayo ningependa niieleze ili muweze kuelewa. Mujue tofauti ya mikopo hii na mikopo ambayo ingeweza mkaipata mahali pengine. Tofauti ya kwanza ya mkopo huu hauna riba. Mheshimiwa Rais alielekeza kwamba usiwe na riba ili urejeshaji uwe mwepesi kwa vijana hawa ambao wanafanya shughuli mbalimbali ikiwemo hii ya ufugaji wa samaki. Lakini pili, mikopo haina dhamana. Vijana walioko hapa hakuna dhamana yoyote waliohitaji. Kuna maeneo mengine ukienda kukopa mkopo sio milioni 400, hata mkopo wa milioni 5 unaulizwa kiwanja, unaulizwa nyumba, utaulizwa gari, utaulizwa una mali gani. Lakini fedha hii leo tunawakabidhi vijana 117 kutoka wilaya hii ya Ludewa wanaopatikana hapa, milioni 400 kwa vijana hawa. Hakuna dhamana yoyote ambayo tumewaomba ili tuwapatie hiyo pesa. Maana yake ni nini? Maana yake serikali imewaamini vijana, imeamini kwamba mnaweza mkasimamia, mkazalisha na pia mkarudisha fedha hizi. Lakini kitu kingine ambacho ni cha kipekee sana kuhusiana na fedha hizi ambazo lazima mkielewe, kwenye miradi mingine tukikopesha huwa tunawaachia miezi 3 kabla hawajaanza kulipa. Jana nilikuwa natoa pikipiki kule Kiela kwa vijana.
za takribani milioni 87. Tunawapatia kama hivyo, hawana dhamana, hawana chochote, lakini tunawapa miezi mitatu, wanazitumia mwezi wa 4 ndio wanaanza kurejesha marejesho. Lakini kwenye mradi huu wa ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba, hamtarejesha fedha yoyote mpaka mmevuna, mmeuza. Ukishauza ndio mnaanza kurejesha, maana mtarejesha baada ya miezi 8. Na wakati wote ambao mnafanya mradi, serikali imetoa fedha ya kutengeneza vizimba, imewaletea wataalamu wa kuwafundisha, lakini sio hivyo tu, chakula cha kuwalisha samaki kwa miezi yote ya mradi serikali imenunua. Vijana nchi wanataka nini tena? Kwa maneno mengine, mambo yote ambayo yangesababisha mfeli tayari serikali imeshughulika nayo. Na moja ya makubaliano yetu na mtaalamu ambaye amekuja kutengeneza hivi vizimba na kuvifanya vianze kufanya kazi ni kuhamisha ujuzi kutoka kwa wataalamu wao kuleta kwa vijana wetu wanaopatikana Lupingu na wanaopatikana hapa Ludewa, kwamba hata wataalamu wale watakapokuwa hawapo, shughuli ndogo ndogo za kitaalamu zinazohitajika kufanyika zitafanywa na vijana wetu walioko hapa. Serikali inatengeneza mazingira yote ili kuhakikisha kwamba vijana wa Ludewa wanaweza kujikwamua kiuchumi. Fursa niliyokuja kuieleza leo hii ni kuhusiana na swala la mikopo hiyo. Mwezi ujao ambao ni mwezi wa 5, tunatarajia tutapokea timu ya watu kutoka wizarani pamoja na benki ya CRDB, wataambatana pamoja kwa ajili ya kuhakiki vikundi na ikiwezekana ili mikopo hiyo waweze kuipata. Kwa hiyo kupitia milioni 130 ambayo kata ya Lupingu tunazo tulizotengewa, kazi ni kwetu. Inatakiwa tupate vikundi kama 5 au 6. Tukipata vikundi 5, ile fedha maana yake ni kwamba tutaigawa mara 5, itakuwa kila kikundi kitapata mkopo wa shilingi milioni 26. Na endapo kama itakuwa ni vikundi 6, nafikiri kila kikundi itakuwa ni milioni 21. Niko vizuri kwenye hesabu hapo? 20 na pointi, si ndio? Kwa hiyo sasa hii kazi kwetu. Kwa hiyo lengo kubwa lililonileta leo hii, ndugu zangu, ni kuwatangazia hiyo fursa na kuwahitaji tujiunge katika hivyo vikundi ili tuchakate kwa uharaka. Lakini mikopo hii hapa iliyokuja sio ya watu binafsi, inatuhitaji kuwa nini? Vikundi. Hivyo ndugu zangu wana Lupingu, jambo liko wazi. 130 ziko hapa kwenu. Mkishindwa kuzitumia, tutazisogeza sehemu nyingine au zitarudi kule ziliko toka. Lakini pia nje ya kujiunga vikundi, kazi iliyotangulizwa mbele sana ni ufugaji wa kwenye vizimba. Wako watu ambao ni mashuhuda. Nafikiri Mheshimiwa Diwani, wewe unafuga kule, na nilitembelea kwenye kizimba chako na ikawa siamini tu wale samaki ninaotekewa hivi, ikanibidi nijitose kwanza niangalie kutokea chini, samaki kweli wapo, mzigo upo wa kutosha. Hivi tunavuna lini? Mwezi wa 6 mwanzoni. Licha ya vikundi hivyo kupewa mikopo hiyo, bado vikundi hivyo hupewa mafunzo maalum pamoja na vifaa kwa lengo la kuongeza uzalishaji wa samaki hao. Karibu kijiji cha Uhunjo na Chuva ili ujionee namna zoezi la ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba linavyoendeshwa.